imani haijanitoka, naelewa maana ya ndoa. Imani haijanitoka, naelewa maana ya ndoa. Nakuhusia kijana, zingatia ndoa yako. Nakuhusia kijana, zingatia ndoa yako. Heshima ni kitu cha bure, jiheshimu utaheshimika. Ushinde moyo wako, maana ya ndoa ni kuvumilia. Imani haijanitoka, naelewa maana ya ndoa. Imani haijanitoka, naelewa maana ya ndoa. Nakuhusia kijana, zingatia ndoa yako. Nakuhusia kijana. Sasa akaniambia watoto wangu walikuwa mawakala. Yaani anaambia mwisho wa siku tarehe 30 kila mtoto akaambiwa apige kura 200 kumjazia urembo. Sababu watu hatukupiga kura. Kitabu kimoja kina watu wangapi? Sasa kila mtu alipewa vitabu 4, hebu niambie upige kura. Mimi nikawa hoja hapa kwangu ilikuwaje? Nikamwambia ilikuwaje Jenista huyu nani wa Chauma kwetu akapita? Akasema tulipewa maagizo tarehe 30 wasimamizi wa tume wale vijana walimu wote walirudishwa kwenye serikali kambi za maafisa watendaji ili wakabadilishe vile vitu. Wakaingia kule wakaambiwa kila mtu amtikie yule mama wa Chauma. Mwacheni Bona pigiwe Chauma. Chauma wamempeleka kwenye viti maalum. Mchakato wa viti maalum Bona alifanya lini? Wakati alifanya mchakato wa jimbo. Elewa. Imuweka kwa sababu basi kakasirika mke wake yule. Mke wa Bashi baada ya kutoka kwa Mwombe kule kaolewa na Bashi. Baada ya kutoka kwa Kamoli. Ile Kamoli alikuwa mwanasheria yule wakili. Walipoenda kule kapeleka mzigo bungeni watu wakaubeba. Sasa akasema kama mmeamua kumwacha huyu mke wangu basi na mimi msinitangaze nimeshinda. Maana ilikuwa kutangazwa. Akaona hapa kasheshe wakamwacha lakini wakamrudisha viti maalum. Hapa CCM Sibona. Chauma yule kashinda jimboni kwetu katiliwa tiki hapa. Shabona kuna huyo kaangushwa jimboni kapelekwa viti maalum. Yule mbunge mmoja Mtala aliwaambia kabisa ndio bungeni wakati wanafunga bunge. Kaonekana kabisa anaongea. Akasema mimi nikishindwa sitaki mtaje jina langu kama mshindi. Sheni nianguke. Wakamkata huko juu kwa juu. Jina alikorudi. Kwa sababu kulikuwa uchaguzi hakuna. Wewe utaki utangaze maana yake